Wakazi wa eneo hilo wamesema licha ya kisima kuchimbwa zaidi ya miaka 3 iliyopita, hakuna hatua nyingine iliyoendelea, jambo linalowalazimu kutembea umbali mrefu kutafuta maji kwa matumizi ya nyumbani, shule na zahanati. Akizungumza kwa masikitiko, mzee Shadrack Mashamba, mkazi wa kitongoji cha Bujengo, amesema tangu mwezi Agosti mwaka 2022 waliona matumaini baada ya wataalamu kufika kuchimba kisima, lakini mpaka sasa hakuna kinachoendelea. Mimi nilikuwa naomba sana namna hii mradi huu waukumbuke kama ambavyo walianza, basi waweze kukamilisha ili sisi jamii tuweze kunufaika na mradi huu wa maji. Mtutene ni maji, tuanze kunywa maji. Kwanza tunakuwa maji mengine machafu, tunachangia na wanyama. Unaona? Mnyama amekojolea humo. Usiku mzima tunatembea kufuata maji. Mpaka hapa kuna hela imekufa milioni 200 kwa ajili ya kuchimba kisima hiki, lakini hadi leo bomba lipo tu. Ndio maana mnaona mtafiku kuna msitu hapa. Hata fisi anaweza akajibanza humo. Wanawake wa kijiji hicho wameendelea kubeba mzigo mkubwa wa kutafuta maji kila siku. Sasa unajikuta uwezi kazi zingine kuzifanya, na muda mwingine inachochea yani kupata watoto. Kwa sababu yani ule muda ukifika, mwanaume akikwambia kwamba nahitaji hiki na hiki, unakuwa umeshachoka, yani haujiwezi. Unakuwa mkali kwa sababu ya maji. Tunaomba jamani mtusaidie kwa hilo, tena mtuangalie kabisa kwenye macho yenye huruma. Tunalia wanawake tukihangaika, tunalalamika kila siku maji. Tunahangaika na magonjwa sababu ya maji. Hapa tunapata magonjwa ya kila namna kwa sababu hata mwili wangu hauko sawa. Tumekuwa kweli tukihangaika na maji. Hiki kisima kina muda mrefu. Leo hii ni takriban ya miaka 4. Tumekuwa tukifuata maji ng'ambo, Wavu, Nyakato. Tumekuwa tukihangaika kweli. Sasa naomba serikali ifanye juu chini wakitengeneze kisima, ili kama mimi mwenyekiti niondokane na maswali ya kuwa na hojiwa na wananchi kwamba maji yamefikia wapi. Kwa kweli inanipa wakati mgumu sana kuwajibu wananchi kuhusu haya maji. Katika baraza la madiwani la manispaa ya Geita, diwani wa kata ya Nyanguku Elias Ngole ameibua hoja hiyo, huku mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Geita GEWASA wakitoa ufafanuzi. Ni mabaraza matatu yameongelewa hapa. Kisima inaonekana kuna sola wanazo pale na mkandarasi alishanunua, bado malipo tu ya mkandarasi ili akakamilishe kile kisima. Leo hii injinia ananyanyuka hapa anasimama anasema kisima kile kirefu ndio tumekiandikia kutoka wizarani. Mheshimiwa mwenyekiti, nitoke na kipi? Aliyejibu leo ni yule aliyetuambia watu wa Nyanguku sola ziko tayari na wanazo ofisini, bado malipo tu ya kikandarasi. Huyu leo anakuja anatuambia ndo sasa wameandikia wizarani ili kile kisima kipate. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, nachanganyikiwa kwamba huyu ni mchungaji, huyu ni injinia, huyu ni manager. Waheshimiwa madiwani wamesema hapa, tunapokuja kusimama hapa, maana yake wananchi wametuamini kule, wanahitaji turudishe majibu ya msingi. Na umea uko sahihi. Kwa sasa hivi kwa badala ya kuendelea kuomba fedha kwa ajili ya kuendeleza kile kisima, maana yake tutatumia visima vile 5 vya mbunge, yale material ya visima vile 5 vya mbunge kuendeleza kile kisima. Kwa hiyo Mheshimiwa diwani wa Nyanguku, kupitia kikao hichi na kuomba kwamba maelezo ambayo uliyapata mwanzoni kuhusu kwamba sola zipo, tenki lipo, kilichobaki tu ni fedha za wakandarasi kulipwa na hao masupplier kulipwa, kwa sababu sisi tuliingia mkataba na wale wakandarasi na wasupplier wakasupply vifaa vyote, ila sasa hela yao kwa mpaka sasa na tusaidie basi, fedha unayo na hicho kisima kitakuwa tayari. Kama hauna fedha useme sina fedha, tunasubiri kutoka wizarani. Mheshimiwa mwenyekiti, suppliers walisha supply vifaa vyote ila fedha hawajalipwa.